how much is enough, William Ruto? Just how much is enough? Unataka pesa ngapi? Lakini uzuri hapa akiwa na hiyo pesa yote halali. Si umeona amekonda mpaka masikio imekuja juu? Mumeona? Hii mtu ako na mabilioni ya pesa, lakini si ndio? Na tutawacha halale. Kauli hizi za aliyekuwa naibu wa rais wa Kenya Rigathi Gachagua zinaonyesha jinsi mgogoro wake na Rais William Ruto ulivyozidi kuwa mkali, ukiambatana na mashambulizi ya maneno, ushindani wa kisiasa na madai mazito ya usalama. Unazunguka kwa makanisa, unazunguka kwa barabara, unazunguka kwa mazishi, ate unatuongelesha kitu gani? Mtu ambaye ameenda akatia mimba watoto wadogo kama wanarika ya mtoto wake, alafu anaenda anaua hawa watoto, alafu unatuambia mambo ya mauaji. You cold-blooded murderer. Hii ni majibu yanayoonyesha jinsi uhusiano kati ya hao viongozi wawili umeharibika. Wawili hawa walikuwa washirika wa karibu wakati wa uchaguzi wa mwaka 2022 chini ya muungano wa Kenya Kwanza, lakini uhusiano wao ulianza kuyumba mwaka wa 2023. Mvutano ulianza kujitokeza Oktoba 2023 baada ya kauli ya Gachagua akisema kwamba serikali inapaswa kunufaisha zaidi maeneo yaliyoiunga mkono. Mapema mwaka wa 2024, washirika wa Rais William Ruto walianza kumshutumu Gachagua kwa kuchochea siasa za kikabila kwa manufaa yake. Wale viongozi wote wafisadi, wale incompetent, wale viongozi ambao ni wezi, wale ambao ni wa ukabila na wale ambao ni wa ubinafsi hawana nafasi katika Kenya hii. Ndio mliona wale walikuwa wanajaribu hiyo biashara wakitembea. Mvutano uliongezeka zaidi Juni 2024 wakati wa maandamano ya mswada wa fedha, ambapo baadhi ya viongozi walidai kuwa Gachagua alikuwa anapanga kudhoofisha serikali, madai aliyoyakanusha kabisa. Mgogoro huu ulifika kilele Oktoba wa 2024 wakati bunge ilipiga kura ya kumuondoa Gachagua madarakani kwa tuhuma za ufisadi na kumdhoofisha Rais William Ruto. Baada ya kuondolewa kama naibu wa rais, Gachagua alitoa madai makubwa, ikiwemo kusema kwamba ulinzi wake uliondolewa alipokuwa hospitalini, lakini pia kulikuwa na jaribio la kumtilia sumu. Madai haya hayakuthibitishwa, lakini undercover security agents, polisi wa siri waliingia chumbani kwangu Kisumu na kukivamia, na mmoja wao alijaribu kutia sumu kwenye chakula changu. Tangu mwaka wa 2025, mgogoro huu umegeuka kwa ushindani wa wazi wa kisiasa. Gachagua ametangaza nia ya kumng'oa Rais William Ruto katika uchaguzi wa mwaka wa 2027, akimshutumu kwa kuendesha serikali ya mtu mmoja na kuruhusu ufisadi. Ameanza pia kufanya mikutano ya kisiasa katika maeneo muhimu kama Rift Valley, eneo linalochukuliwa kuwa ngome ya Rais Ruto. Hata hivyo, washirika wa rais wamedharau juhudi zake, wakisema kwamba hazina uzito wa kitaifa. Nimesikia Kasongo amesema akiwa huko Western Kenya ati ya kwamba akishindwa hata handover kwa watu ambaye hawana plan. Wacha nikuambie Kasongo, umefanya mzuri kukubali utashindwa, hapo umepata, si ndio? Katika siku za hivi karibuni mvutano huu umeongezeka zaidi. Tarehe 17 na 18 Machi, viongozi wao wawili walibadilishana matusi hadharani, hali inayotajwa na wachambuzi kwa kiwango cha chini katika siasa ya Kenya. Mie kwa mtazamo wangu naonelea ni kana kwamba rais ameweza kushusha ile hadhi ya status, kwa sababu huwezi kuwa ni rais wa Jamhuri ya Kenya ama rais wa nchi fulani alafu eti kwa sababu wapinzani wako wanakutukana nawe pia unachukua ule mtindo ule wa kuwajibu kwa njia ya matusi. Tunafaa kufahamu kwamba ile ofisi ya rais ama ikulu ni mali ambapo pako na heshima zake, na pia rais ako na heshima zake, na pia rais tukumbuke kwamba ako na watu ambao wanamfuata na watu ambao pia anafaa kuiga mfano kwao. Kwa hivyo unapokuwa ni rais ama ni kiongozi wa mali fulani alafu uanze kutukana watu eti kwa sababu ni wapinzani wako ama kwa sababu eti uko na hasira na wao, basi huonyeshi picha mzuri, kwa sababu wale ambao wako chini yako, wale ambao unaongoza,
wataweza kuiga ule mfano wa kuweza kutukana watu wengine, na wakitukana watu. Wakati huo huo pia, Gachagua amedai tena kuwa alifuatiliwa na maafisa wa ujasusi, akisema mikutano yake ya faragha ilirekodiwa, lakini pia amerudia madai ya njama za kumuua, madai ambayo hayajathibitishwa na serikali. Wachambuzi wanasema migogoro huu unatokana na tofauti za kisiasa na kimkakati. Gachagua anadai Rais Ruto amepunguza eneo ya Mlima Kenya na kuhamia kushirikiana na viongozi wengine kutoka maeneo mengine kama Nyanza, lakini pia ametaja tofauti za sera na mtindo wa uongozi, akisema ushauri wake ulikuwa hauzingatiwi wakati alikuwa naibu wa rais. Wakati viongozi hao wawili sasa wako pande tofauti za kisiasa na uchaguzi wa 2027 unakaribia, mgogoro huu unatarajiwa kuendelea kuwa sehemu muhimu na yenye mvutano katika siasa za Kenya. Nikipotia Kasri kutoka Kenya, mimi ni Caleb Baraka Koyo.